Sasa kuna huyu dogo bana anaitwa Sammy. Huyu dogo ni mtoto wa mchungaji wa eneo hilo la Mississippi mnamo mwaka 1932. Enzi hizo ambako nchi ya Marekani ilikuwa inatawaliwa sana na masuala mazima ya ubaguzi wa rangi na watu weusi wakawa hawakanyagi baadhi ya maeneo huko nchini. Sasa huyu dogo bana, babake alikuwa anataka sana mtoto wake aje kuwa mchungaji wa eneo hilo, lakini dogo yeye ndoto zake kubwa ni kuja kuwa msanii mkubwa sana, na babake akawa anampa mafunzo mbalimbali kwamba asipende kuongozana na shetani, maana akiongozana na shetani akamzoea ataingia naye mpaka nyumbani, kama ile misemo tu ya Kiswahili kwamba ukicheza na mbwa utaingia naye mpaka msikitini. Akiwa hapa kanisani alikuja kuchukuliwa na wajomba zake, ambapo mmoja anaitwa Stark na mmoja anaitwa Smoke, na ni mapacha hawa jamaa, na hawa mashikaji walikuwa wanaishi Chicago. So akiwa huko kuna mishe zao ambazo walikuwa wanazifanya, na wakapiga mshindo na pesa yao wakawa wamekuja kununua hilo jengo hapo kutoka kwa mzungu mmoja hivi, ili wapate kuanzisha biashara yao ya kuuza bia na vitu kama hizo. Ndo akawa wamekuja sasa kumchukua dogo ili akawasaidie tu mambo fulani, kwa sababu walikuwa hawajui kama dogo ana kipaji cha kuimba. Sasa baada ya kumchukua wakafika eneo moja hivi ambako kuna gari ambayo ina vitu vyao walivihifadhi kwa muda mrefu sana vitakavyowasaidia wao kwenye hizo biashara zao. Ikabidi waende kuichukua, na wakiwa hapa ikabidi wagawane kwamba Stark ataongozana na Sammy waende kufuata baadhi ya watu kwa ajili ya kuja kufanya nao kazi, na Smoke yeye atatangulia na hii gari mpaka town kuchukua baadhi ya vifaa, na makutano yao yatakuwa huko kwenye mjengo wao ambao wamenunua kwa ajili ya kazi yao. Wakiwa njiani, Stark anagundua kuwa Sammy ana kipaji kikubwa sana cha kuimba, kwa sababu dogo alishusha bonge moja la songi huku safari ikiwa inaendelea, na safari yao ikawafikisha mpaka stendi ya treni, ambako huko walikutana na faza mmoja hivi ambaye walimkuta huku akiwa anafanya shughuli zake za muziki. Na hapo nako pia huyu faza pamoja na dogo akafanya show moja ya kufa mtu, na kila mmoja akapenda show ambayo wameifanya, huku Stark akiwa anafanya promotion kuhusu hiyo pub yao mpya ambayo wanaenda kuifungua. Sasa wakati wako hapa kuna binti mmoja wa kizungu alikuwa anamwangalia sana Stark, na huyu dada kumbe ni mpenzi wa Smoke. Sasa alivyomuona hapa akawa amemfananisha na Stark, na sio najua kama hawa jamaa ni mapacha. Baada ya kutoka pale ikabidi wampitie huyu hapa mwingine na kuondoka naye, huku Smoke akiwa akamfuata mkewe ili akawasaidie kwenye masuala ya madikodiko na vitu kama hizo. Upande wa pili kuna mwamba anafika kwenye nyumba ambayo iko pembeni kidogo mwa mji, na baada ya kufika hapa mwamba akagonga sana huku akiwa anahitaji msaada na kuja kufunguliwa na wakazi wa eneo hili ambako walikuwa wanaishi mume na mke bila kujua kuwa wamekaribisha dhahama, na mwamba akajifanya mnyonge mpole ili tu apate kuingia ndani. Na alipoingia tu wakaja wamba wengine na kugonga kwenye hiyo nyumba pia, na mwanamke akatoka na kuambia kuwa huyo mtu hajafika eneo hilo, japokuwa yule mwamba akawa anamsisitiza sana bidada kwamba huyo mtu ni hatari sana, lakini bidada hakuelewa na yule mwamba akaondoka na wenzie. Ndio bidada kurudi ndani sasa, huku akimuita mumewe bila mafanikio. Anaingia ndani anakuta mumewe kalala down na yule mwamba waliyemkaribisha ndo kumbe ni vampire, pashakuwa patamu hapo. Sasa upande wa pili bana, wamba wakawa tayari wameshafungua mjengo na burudani zikawa zinaendelea kama kawaida, huku watu wakizidi kumwagika na mambo yakawa bam kinoma. Sasa dogo akawa anapiga show kama kawaida yake, huku wale vampire na wao wakawa wanasogea mdogo kuja huku ambako ndiko kumefunguliwa pub, na walipofika hapa wakazuiliwa mlangoni wasiingie ndani kwa sababu wao walikuwa ni watu weupe. As you know kwamba enzi hizo kulikuwa na ubaguzi wa rangi. Twende sawa. Na wale wamba baada ya kukataliwa wakasogea pembeni kidogo na hawakwenda mbali na lile eneo, na huyu bidada wa kizungu ambaye ni mchepuko wa mwamba Smoke ikabidi aongee na mshikaji ili awaruhusu jamaa waingie ndani, na mwamba akamwambia bidada inabidi ajichunge anapoenda kuongea na hao wamba, huko akimkabidhi silaha ya kwenda kujitetea endapo kuna lolote lile litatokea. Sasa bidada ikabidi aende kuzungumza nao, lakini cha ajabu hawa watu wanaonekana kimtindo na kumgeukia bidada, na movie na kuwa patamu pale ambako bidada anarudi ndani tayari kashakuwa vampire na anaenda kumwambukiza pacha wa Smoke, yani namzungumzia Stark, na ngoma inakuwa ngumu zaidi pale Smoke anapoambia watu wote waondoke bila kujua huku nje bado wale vampire wapo na kuambukiza wote wale waliokuwa kwenye ule mjengo, na huku ndani wakawa wamebaki watu kadhaa tu, huku asilimia kubwa ya watu wakiwa wameathirika tayari ni mavampire. Patamu hapo.
Sasa baadaye wale vampire wanavamia mule ndani na kunakuwa anapata shika nguo chanika, na mtoto wa mchungaji bwana mdogo Sami anakamatwa na kiongozi wa hawa vampire, na dogo akajua huo ndo mwisho wake, lakini akaja kusaidiwa na Smoke, huku jua nalo likawa ndo linatoka. Na katika vitu ambavyo vampire hawaelewani navyo kabisa ni jua, hivyo wakajikuta wanateketea wote na kubaki Smoke tu pamoja na bwana mdogo Sami. Na baada ya pale dogo ikabidi arudi kwao kwa babake na mama yake kule kanisani, huku akiwa kachakaa kinoma. Na Mshua alipomwona ikabidi amwambie dogo kuwa atupe kipande cha gitaa ambacho kakishika mkononi, ishara ya kwamba dogo inabidi aachane na mziki na kuwa mtu mwema, lakini dogo akagoma na kuondoka zake. Na miaka mingi sana ikapita, Sami akawa msanii mkubwa sana, japokuwa umri ulikuwa umeshakwenda tayari. Na sini ya mwisho anaonekana Stark akiwa kamtembelea baada ya muda mrefu sana kupita, na mzee alikuwa anajua Stark kashakufa. Kumbe Stark hakufa bana, ila wakati ule kubwa lao anateketea yeye alikuwa mbali, so hakuweza kupata maafa yoyote bana. Na hapo ndio unakuwa mwisho wa mzigo ambao unaitwa Sinners. Cheki na mimi na niambie umeionaje hii kazi bana. Mimi ni Cliff Davis na hii ni Movies Time. Ciao.